Dumu kwenye maombi ya muda mrefu. Usiombe partially. Omba with time. Na naomba nikwambie, maombi ya toba na rehema, unatubu na kutubu generally. Nilikwambia toba inaleta huruma za Mungu. Rehema zinaleta huruma za Mungu. Zinaleta unapoomba Mungu nisamehe. Usiwe mwenye haki machoni pako mwenyewe. Soma haya maandiko mawili nimekupa ya Danieli mlango wa 9 na Nehemia mlango wa 1. Utaona hao watu wawili walikuwa ni wacha Mungu, lakini walipoenda mbele za Mungu kuomba walitubu. Kwa sababu walijua kuna vitu vina matatizo kwenye maisha yao. Hawakutubia vitu wanavyovijua hapa. Unajua kwa nini tukisema omba maombi ya toba, unawaza sana tubu nini? Ni kwa sababu huoni chanzo. Ukitaka kile chanzo kifunuliwe, unaanza kutubu. Nilikuwa nakupa ushuhuda wa mtumishi wa Mungu Edward. Alinifuata akaniambia, baba, ninasikia tubadilishe jina. Nabadilisha jina baba. Baada ya kukaa kwenye maombi, yeye na mzee John hapo akaomba. Mimi akaniambia, nikanyamaza. Tumeingia kwenye hii seminar, hii maombi ya kufunga na toba kwa hizi siku 8. Leo ni siku yetu ya 8. Tuko katikati ya maombi. Mtumishi Edward, hata mnaona nilipokuwa kabla sijaingia hapa alianza kuongoza maombi. Wale mlikuwa hapo mliona Amkuona tayari kulikuwa na moto umeshaanza kushika moto. Sikiliza, aina ya kiongozi anayekuongoza speaks a lot. Inaongea zaidi na upenyo unao utafuta. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaona mtumishi Edward tayari kitu hiki kimemuingia. Na Edward hajaokokea mikononi mwangu, ameokoka miaka mingi. Edward akiwa kijana mdogo. Mimi nimemfahamu Edward akiwa ni mchungaji msaidizi mahali. Lakini zile pepo zimempiga round zinamzungusha zinapotaka. Ni kwa nini? Kwa sababu mambo ya kale yameisha, tazama yamekuwa nini? Mapya. Hauna shida wewe. Wengine nikikuombea mimi, nikikuwekea tu kiatu imekula kwako. Haya maisha hayaendi hivyo. Huo ni usanii wa wahubiri na wanatengeneza umaarufu. Lakini asante Yesu kwamba tumepata nafasi ya kuomba mbele za Bwana. Haleluya, Bwana asifiwe. Tukiwa hapa, niko pale ofisini, ameingia baba Alfa, ameingia Edward, ameingia Titus. Kabla nafikiri tulikuwa pale watumishi, ameingia baba askofu pale, tunaongea. Ghafla Titus akaniambia, baba, haya maombi ya ajabu. Yaani tangu tumeomba toba na rehema, nina ndoto zaidi ya 20. Lakini kuna ndoto imenishangaza. Ni nini hiyo ndoto imekushangaza? Sasa fikiria, wakati anaongea tu ndoto imemshangaza na Edward anaingia. Naona Edward amenanika na nikake, amechomekea na kakitambi kake, anaanza kutoka. Anita anapikia vizuri, amekaa pale anasikiliza ndoto. Kumbe ndoto inamhusu. Nini umeota Edward? Nani Titus? Baba, nimeota eti tumekaa sisi watumishi wote tunapitia majina ya washirika wa Moria. Tukapitia majina moja baada ya jingine. Lakini ghafla tukafika kwenye jina moja. Ili jina ni la kitofauti, alafu sio jina la Kikristo, pia ni jina la dini nyingine. Alafu si tu hivyo, hilo jina ni jina la kike. Tukawa tunajiuliza, jamani, huyu mtu ni nani? Tumejiuliza, jina la dini nyingine, alafu jina la kike. Limekaa kijini hivi, kimizimu kishetani. Anasema, akatokea mtumishi Edward, anasema, hilo ndio jina langu, mimi naitwaga hivyo. Hebu sema asante Yesu. Kwa maana, hebu fikiria nikuulize, yale mawazo ya mtumishi Edward ya kubadilisha jina lake, sasa hivi ana mashaka tena? Maana Mungu amefunua kwa jina kwa mtumishi mwingine. Aliposikia tu akashtuka, alafu anasema, ngoja baba, sikiliza. Kuna mtu kutoka Dar es Salaam amenipigia simu, ananielezea. Kwa hiyo jambo la Titus kwake ni ushahidi wa mara ya ngapi? Ya 3. Sema amina. Hayatokei haya mambo bila moyo wako kuomba kwa bidii na kutoa muda wa kutosha juu ya chanzo cha matatizo yako. Sasa, lakini bado haijaisha. Kwa maana Mungu anasema badilisha jina, na kuna jina jingine hivi, hatujui hilo jina ni la nani. Lakini jina la Edward ni jina lilikuwa la babu yake. Si ndio? Na huyu babu si ndio yule alishughulika na bibi? Bibi aliugua, huyu babu alikuwa anaitwa Edward, akasema hivi, nimekutibu sana, nimechoka.
akaacha mke, akapotea. Aliwahi kurudi. Huyu mtu alikuwa na familia, alikuwa na mke na ana watoto na wajukuu, lakini mke kaugua, pepo zikamtoa nyumbani kwake, zikampeleka nyikani, akaenda akawa labda ni mchungi wa watu, akaacha boma lake. Kwani leo Edward, nyinyi hamna mashamba, hamna nyumbani? Si papo nyumbani? Lakini hebu fikiria nguvu ya kukutoa nyumbani kwako kisa mke kaugua. Alafu akamwacha bibi yake. Bibi yake akakaa miaka 20, mke akakaa miaka 20 na akala mema ya nchi. Yeye alikoenda mpaka leo, aliuawa hatujui, aliliwa na fisi hatujui, alinyongwa hatujui, alijiua mwenyewe hatujui, hata kaburi lake alijui. Na sasa nikuulize, hivi unafikiri watoto wake na wajukuu wake waliokufa baada yake wanasikia maumivu kiasi gani juu ya mtu huyu? Alafu huku kwa ndugu, shughulika na vyanzo. Shughulika na hivi vyanzo. Sasa unajua nina ujasiri wa kuyasema haya mbele ya mtumishi wa Mungu. Wiki hii nimeongea shuhuda zangu nyingi sana. Kwenye haya mahubiri ambayo nimekwambia utaenda kuyasikiliza, utapata shuhuda za maisha yangu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sasa unajua tunapataje ufunuo? Shida sio lile jina la Edwardi. Yule Edwardi alikuwa hana shida, wala jina la Edwardi halina nini? Shida. Shida ni lile jina la kike la dini ya watu wengine. Unaona assignment? Sasa Edwardi bado inawezekana uko nusu ya kitu unachotakiwa kufanya. Unatakiwa urudi sasa, uanze kuomba Mungu, huyu mwanamke mchawi, jini aliyekuwa amechukua jina akapewa babu yangu, alafu mimi nakuja kurithi jina la babu yangu. Sikia, unaporithi jina la babu yangu, unarithi jina la babu. Alikuwa anaitwa Edwardi, lakini pia alikuwa anaitwa Shahadu. Kwenye hali ya kawaida umerithi lile jina la kwanza na la pili na la tatu. Wangapi wananielewa vizuri? Wangapi wananielewa vizuri? Unaporithi jina la Julius, kwa sababu Nyerere alikuwa anaitwa Julius, ujue umerithi pia na jina la Kambarage na jina la Nyerere. Sasa shida haipo pale Edward ulipokuwa unafikiria, shida ipo kwenye ile jina la pili la siri. Kuna watu wako hapa wana matatizo, wana vitu vya shida, wana taabu, wana dhiki, wana majina mabaya, lakini wasioyajua. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Tubu kwa ajili ya mambo ya siri yaliyofanywa kwenye maisha yako, wazazi wako na wahenga. Daniel kwa kuvisoma vitabu anajua siri ilikuwa ni nini. Kuna watu wana mateso mengi lakini siri hawaijui. Sasa na ili upate kuzijua siri, Biblia inasema ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa nini? Wa Mungu. Kama haujui siri utabakia kuwa hohae tu. Kwa nini wazaliwa wa kwanza, wazaliwa watatu? Kwa nini wazaliwa wa hivi hawanaga hatua? Hivi kwa nini kwetu, yani binti kabla hajaolewa lazima azae nyumbani? Lazima ujue siri ni nini. Ukijifanya tu unajua mimi sintazaa kwa jina. Dada zangu walizaa walikuwa malaya. Nikwambie walikuwa wanapenda kuolewa na shela kama wewe. Walizidiwa, maji yalizidi nini? Unga. Ukiyajua hayo, unapoenda sirini, unatubu, unaomba. Kwenye shuhuda zangu nilizotoa, nilitoa moja kati ya siri kubwa. Mimi nikiomba, nilidumu kwenye maombi ya muda mrefu juu ya shida na roho ya umaskini na kukataliwa. Ndipo Mungu akaniinulia mzee mmoja. Huyu mzee akaniuliza, hivi wewe kijana, ulishatubu hiyo laana iko hapo kwenu? Ifu unajua nyewe huko kwenu mna laana. Lakini huyu mzee hafunguki mpaka umeomba, Mungu nipe kujua siri. Mimi ulikuwa ukiniambia ebu mpendwa nenda kazima ile taa. Nikizima za pale kazini palikuwa zikashindikana. Lakini ni kijana mzuri, mtanashati, ninapendeza. Kwa hiyo ili wasinifukuze kazi, wakanitoa kazini, wakanipeleka nyumbani. Ilaaniwe hiyo mfululizo kwa jina la Yesu, na watoto wasema amina. Nasema ilaaniwe kwa jina la Bwana. Wewe ikuumi kwa sababu unajua mimi nimehufua mavi yale ya njano ya mtoto ambao huna uhusiano na. Unajua mavi ya mtoto wako au dada yako au shangazi yako, ndugu yako, mnaelewana, akanya hapo, yani hata kutoa huna shida. Lakini ni wa mwingine. Alafu yule vitoto nilikuwa nafuta mavivi yao vijinga, nimetoka kwao. Maana unajua unapolea katoto kunakuwa na bondi. Jamani, mnanikubali mnakataa?
Hivi vitoto hivi vidogo vidogo vinakuja hapo Yakobo, vinakukimbilia, vinadaniti. Sivi unavipenda, unakuwa na kaupendo fulani. Sasa mimi vitoto nimevitunza. Cha kwanza kilikuwa kinaitwa Freddy, Dennis. Cha tatu kilikuwa ni Richard, na cha mwisho Jenny. Vimekuwa vikubwa. Baba alikuwa na hela, vimesoma, vingine ni lecturer na nini. Na mimi sasa nilipo Mungu amenisaidia, naenda Dar na gari na nini, nikasema hebu niende kule mahali nilikuwa nakaa kama house girl, sasa nikawasalimie. Nimepewa na namba zao zote, wanajua. Nilikuwa nawapeleka shuleni, nawapikia chakula, naenda shuleni na warudisha nyumbani, na walisha, wakijinyea na wabadilisha nguo, na wafulia. Miaka 6 wananijua kama kaka yao. Nimeenda kwao, mama yao anampigia simu, anambia mama, shikamoo, marhaba, ujambo, naendeleaje? Sijama, niko hapa hivi. Unamkumbuka yule kaka tulikuwa tunakaa naye kwetu, yule alikuwa house girl wetu, unamjua? Unamkumbuka fulani? Unamkumbuka fulani? Namkumbuka sana. Mimi nitamsahau mama? Si alikuwa ananipeleka shuleni kule Muungano. Anambia ndio. Yuko hapa anaongea sasa. Mama, ngoja huyo, mwambie tutasalimiana baadaye, mpe namba yangu. Nikimpigia namba apokee, namwandikia message apokee. Mwisho nikafuta zote, nikamwambia kwanza nyie mtakuja mnikumbushe maisha ya house girl na kufuta mavi yenu ya njano. Mlaaniwe mfululizo, muishilie mbali. Lakini kitu gani kilinitoa kazini mpaka kinanipeleka kuwa house girl? Ni kwa sababu ya roho ya kukataliwa na umaskini. Yaani usipewe kitu, unapewa nguo ya mama, gauni la mama. Nilikuwa najua kupasi sana, maana nilikuwa mtanashati. Mama ananua gauni lake, anasema nataka fulani anipasie ile shati langu, hii gauni fulani chukua. Yaani unaenda unakoki pass na miungu na kungoja. Acheni bwana, mnataka nilie mimi? Tubu juu ya vyanzo vya matatizo yako. Ninaposema tubu na rehema, simaanishi baba tusamee, maana hujui. Mwambie Mungu, have mercy. Bwana, hebu rehema zako zije kwenye hili eneo. Kwa nini baba sisi, yaani mtu kwetu mpaka aolewe ni mbinde? Na binti yangu mmoja kule njia kule King'ori amenipigia simu, anatafuta kuniona. Tulikutana naye tu, wana kampuni kubwa za bidhaa, na mimi naenda pale kwao nanunua. Akanitafuta sana, kumbe ameniona amenifuatilia kwenye nini? Kwenye mtandao. Na anaposema binti, sio binti mdogo, ni dada mkubwa. Angekuwa ameolewa ni mama, labda watoto wako form 1 form 2. Akaniambia, baba, nimesikia nataka nije kwako, kanisani kwako ni wapi? Mimi nakaa huko Kia. Shida ninasema mimi ni mtoto wa 4 kwetu. Wa kwetu hawaolewagi. Mpaka binti anazaliwa ana miaka 20, 30, 40 aolewi. Alafu si kwamba hawachumbiwi. Wanachumbiwa, lakini kuna siri gani? Nataka nije baba. Nikamwambia sawa, ninapatikana. Lakini huu ni mwezi wa 3 hajaja. Unajua? Hisia zinakuja zinamuonyesha kuna kitu unahitaji kuomba na kuombewa uelekezwe. Alafu pepo naambia amna, utaolewa tu, endelea kumngoja Bwana. Utangoja hapo Mtarakwani mpaka utakaukia hapo. Kwenye Msonobari utangoja hapo, kama ni Mbuyuni unangoja kwenye mizimu. Tubu, vitu vya siri viombe. Mimi nikaomba, Mungu ni nini hiki? Yaani mimi nilikuwa sinaga hata nguo. Jioni ukinipa nguo mpya lazima iwe na tobo kesho. Italiwa na panya, nitapasi nitoboe, itakamatwa na msumari. Yaani unavaa shati jipya kabisa, ndio shati lako jipya, unapita mahali hivi msumari unashika, alafu ukifanya hivi unasikia limeenda paka uchi. Mcheni, mimi unajua mimi shetani namjua. Sio kitu cha kawaida. Unapiga mswaki lakini unanuka mdomo. Na utaachwa kwenye uchumba kwa kunuka mdomo tu. Mshangaa uko na mchumba anakuambia wewe unapiga mswaki kesho unanuka zaidi. Unajua tunacheka alafu mnafikiri ni uongo. Jana Pastor Titus amenipa ushuhuda. Ametoka hapa na nikamfikiria vile Titus, unajua vile Titus sijui na kuona gani. Nikamfikiria vile Titus alivyo, ametoka ameenda kuwaombea wale watu washirika waliokoka hivi karibuni.
Ameenda anasema amefika dampo pale, akaamua kwa nini simtembelee fulani? Akampigia simu, akaenda huko ndani, akakuta wale wadada wako wangapi? 3. Hao wadada mama yao walikufa, baba akaoa mke mwingine, wako pale. Huyu dada ndio mkubwa, alafu wadogo zake wote wamezalia nyumbani na yeye yuko pale. Yeye hajazaa, lakini walipoanza kuomba sasa ana shida. Baridi ikipita tu, pepo ukipita huku, ukitokea pande ya pili anakata moto. Kwa hiyo anaangeu kila mahali. Anaolewaje? Alafu naonaje wewe una mchumba wakati ndio amekuletea soda, aviga ndio Sunday unarudi? Mnanisikia vizuri? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Pastor Tatas anasema wakiwa pale hawa watu wameokoka, ambia sisi tumeokoka. Akashangaa, mmeokoka na maisha haya? Pastor Tatas akaweka pale akasema okay, naomba tukae pamoja tuombe. Akasema akakaa pale, wakaanza kuomba. Alipoanza kuomba, anasema yule dada alianza kunuka mdomo. Anasema mpaka wakaacha maombi, wakafungua milango na madirisha. Ndani kuna kinyonga aliyekufa. Pastor Titus, ninakusingizia ni kweli? Ni kweli. Na tulipoanza kuomba mpaka walifungua milango na madirisha, na akawa kama anatapika. Then baada ya muda akamanifesti pepo zika. Hiyo ni ishara pepo hazijatokea. Ndio una mchumba amekuja tu hapo anaongea, hata kukwambia nataka nikuoe, yaani tu umekaa anasikia kitu inanuka, ni choo ni nini, akienda pembeni imeisha, akikukaribia na hiyo harufu mbaya wewe uisikii, lakini mchumba anaisikia. Sasa vyanzo, inawezekana hata kinachowakimbiza vijana haukijui, kinachokimbiza wadada haukijui. Mnanisikia vizuri nyie? Yaani unachumbia. Mimi nilikutana na kijana mmoja, rafiki yangu, siku hizi ni mtumishi. Nafurahi maana ananiheshimu. Alikuwa anaitwa Mungure, ni jina lake la kwanza nalisahau. Lakini alikuwa ni mtu wa rohoni. Tunakutana naye, mimi ni mtumishi, ni kijana mdogo na Mungu ameshanifundisha haya mambo. Na yeye ni mtumishi wa miaka, ana miaka 41, hajaoa. Lakini ana wachumba 21. Yaani mchumba aliye naye tunakutana naye ni wa 20 na ngapi? Na 1. Na huyo mchumba mgogoro umeshaanza kuinuka, wanataka kuachana. Akaniambia, baba mtumishi, nimechoka. Nikamuuliza, hebu nipe historia vizuri. Sasa mimi sijui baba, nachumbiaga tu, tunakaa, tunakuwa kwenye mahusiano, naanza kupeleka hata posa. Unajua wenzetu wa Meru kwenye jambo la ndoa wanamaanisha, ukipata neema ukaolewa Meru au ukaoa Meru, umepata hizo zawadi tu zinatosha kuanza maisha na duka la jumla. Ukifuata kanuni yao vizuri. Lakini yule kaka ana mchumba wa 21 na mambo yamekataa. Nikaanza kuomba naye, ndio Roho Mtakatifu ananionyesha chanzo. Tuliposhughulika na chanzo, unajua ilifika mahali sasa yeye ni kijana, inabidi achumbie wabibi. Nina mwingine hapa nikimtaja mtamjua, tulikuwa naye hapa. Yeye alikuwa ameshakuwa mtu mzima, alafu msomi, ana shule, ana chuo, ni mwalimu wa sekondari, tena mwalimu wa hesabu wa sekondari. Lakini aoi, yuko kwenye kanisa la Kipentekoste, kwa nasali EAGT, lakini aoi. Akasema, baba nimefika mahali nikaamua kuacha. Nikaona kukaa kwenye makanisa ya kilokole, nikarudi kwenye kanisa la baba yangu la zamani. Nikakaa kwenye ile kanisa la zamani la baba yangu, nikaamua kuchumbia wapagani. Anasema, dada yeyote nilikuwa nikikaa naye, tunaanza mahusiano, mapenzi, tunakuwa marafiki. Siku nikamwambia mimi nataka kukuoa, ndio siku kuchumba uhusiano fa nini unaisha. Sio mwanamke wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mimi na kiu ya kuoa, lakini pepo hazitaki nioe. Chanzo ni nini baba? Sasa sisemi chanzo maana na simsemi maana mnaweza kujua. Bwana asifiwe sana. Yule kaka kaniambia sio hivyo baba. Nikatafuta, nikaenda ba.
Wakapita wadada, mimi nia yangu ni kuoa, na nikamwambia Mungu nikishaoa tu narudi kanisani. Akatafuta wadada, akampata mdada mmoja mzuri, macho yaliyomridhia, moyo ukakaa. Watu wanasema moyo umefanya nini? Umemfia. Akamchukua, wakaanza mahusiano, akampa mimba. Asema usimwambie mpaka apate mimba. Mimba ikakuwa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, akajua sasa hii mimba imeshakuwa kubwa. Sema usiogope. Mimi usiogope, mimi nataka kukuoa. Sema wewe nani? Unasemaje? Sasa mimi nataka kuoa. Sema mimi sitaki kuolewa na wewe. Sasa mimi nakupenda. Sema mimi kuolewa na wewe sitaki. Sasa mimi natafuta familia. Sasa mtoto tukikaa tukiacha. Yule dada anasema hakumsikiliza mara ya pili. Alinyooka hospitalini, akaenda akachomoa mimba na akaishia zake. Pepo hazitaki huyu mtu awe na mtu anaitwa nani? Mke. Tukaomba, Mungu akaleta chanzo. Haleluya. Yani tulipopata tu chanzo. Yule kijana niliyekwambia anaitwa Munguri, yani tulipopata chanzo tukashughulika nacho, tukakipatia dozi na muda wa maombi ya kutosha. Yani with no time akapata. Yani kuna mdada alikuwa kanisani, kwa kweli yule dada alikuwa mrembo. Huyu Munguri amemzidi huyu dada kama miaka 18. Ni babu anaoa msichana. Lakini huyu mdada hakuwa anaambiwa. Yani hasa mimi nimepata mtu, msinibabaishe, ni mzeni wa kwangu, tutazeka naye. Ile roho ya kukataliwa yote imefanya nini? Imekimbia. Kwa hiyo vitu vinavyokusibu, kwani wewe ni mbaya kuliko nani? Kwa nini uolewi? Eti wewe ni mvivu kuliko nani? Kwa nini huna hela? Si tunaelewana eh? Lazima tujiulize maswali ya kimsingi. Kwa nini hatuna mafanikio? Kitu gani kinazuia tusiende kwenye zile ndoto zetu? Kuna vyanzo. Sasa hatujavipatia muda. Tunaomba tu maombi ya kidada. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba ikikupendeza unipe mtaji. Haleluya, asante. Amen. Haya ni maombi ya kidada. Yaani shetani akuruhusu wewe upate mtaji ili ukahubiri injili. Hawezi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mimi nilipoanza kuomba, ni nini ilileta hii laana? Sisi ndio huyu mzee akaniambia, mwanangu, huko kwenu kuna laana. Laana ya nini? Kuna laana. Bibi yako huyu unayemuona alileta laana kwenye hiyo boma ya baba yako. Alifanya nini? Alipokuwa msichana aligombana na mama fulani, na alipogombana na huyu mama akawa ana shamba. Alikuwa na shamba kubwa. Yani kule kijijini Moshi, hata kule kwenu kuna maeneo mnakaa alafu kuna mashambani, si mnaelewa? Huyu bibi yangu akaondoka. Si wamegombana na mama fulani jirani tu hapo, labda walipishana Kiswahili. Akaondoka akaenda kwenye shamba lao kule chini mashambani. Akachukua na mundu, akafyeka mahindi shamba eka 5, na anafyeka usiku. Akafyeka usiku. Saidie kwa jina la Yesu, saidie. Lazima miungu imanifesti. Saidie hapo hapo, wala usimpeleke mbali. Ni mashetani tu. Lazima yamuache. Hayapendi kusikia hivi vitu. Huyu kijana ametibiwa mpaka Muhimbili. Ndio, operation inaendelea. Shughulika nayo, weka mkono hapo. Tulia tu hapo. Wewe mtumishi wa Mungu Timotheo, nenda wewe Titus, weka mkono ili kukemea kwa jina la Yesu. Lazima mashetani yamuachie. Yani ametibiwa hospitali na hospitali haponagi. Ana maumivu ya kifua yasiyoisha. Vitu kama hivi vikizungumzwa, hii mizimu haizi kukaa. Haya sio mashetani ya kawaida, hii ni mizimu. Hayapendi haya maarifa. Na kuna kilindi cha ufahamu wa kiroho huyu kaka ameingia. Sasa tumeanza haya maombi tu juzi, ametokea mtu anampigia simu, anamwambia mimi nina dawa. Sasa Titus na mzee John ananipigia simu, huyu kaka ana godoro lake la 5,000 la inchi 8, analiuza 120,000 ili apewe hiyo dawa.
Nikamwambia msimlaumu, hakuna kitu kibaya. Anaumwa mpaka anashika mahali. Na nimwambia hivi vitu hivi vikikaa namna hii lazima viondoke. Nikamwambia Mungu anataka kukuponya ukiwa na maarifa ili arudi kwa huyu alikuwa Muislamu. Anaitwa Muhammad, yuko kwa Usambani, sijui kwa Wazigua. Inakuaje? Wewe unataka, yani wewe Mzigua uokoke. Alafu dini umwachie na dini yetu. Mizimu iko pale nani? Inataka augue mpaka aende akajue dawa, mwishowe apone ili awe mganga kienyeji, hawa anawapa watu wengine dawa. Sasa tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakemea wapepo kwa jina la Bwana. Sema kwa jina la Yesu. Enyi mashetani, mwachieni, 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 mwachie, mwachie, mwachie. Toka kwenye kifua, 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 toka kwenye kifua. Nguvu za giza, toka. Hiki ndio kitu shetani anafanya. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya mimi kuomba, ndio huyo mzee ananielezea. Sasa nisikilizeni, mnanisikia? Vitu hivi vinawasaidia. Ndio mzee ananielezea, yule bibi yako alifyeka shamba, kijiji kikapiga ukunga, vijiji kama 4 5 vikapiga ile baragumu, watu wakakusanyika, wakaangalia shamba, wakashikana mikono, wanaume na wanawake, wakalaani huyo mtu awe maskini, kwake kusiwe kuna kitu kinaota. Akilima shamba sangari, unafahamu sangari wewe, zimuotee mpaka kwenye pua, akiwa na kitu chochote kisimsaidie. Wakalaani wana wa Mungu. Hebu simama mtumishi wa Bwana. Mimi nikiwa ninakuwa, weka mizigo yako chini. Kwetu ilikuwa hakuna, simama hapa, hapa juu. Kulikuwa hakuna, Wachaga si wanalima ndizi. Yani ilikuwa tu ndizi ikitoa ile songa, inashuka chini kidogo, kama haijauzwa inakuwa kimadu, inazaa vichane viwili. Lakini bibi ili afaidi akawa anaamua, anasema nina ndizi. Wale watu wachuruzi wa ndizi wanakuja wanaifunga ule mgomba nini, kamba. Ile ndizi ikifungwa tu kamba ni ya fulani. Alafu hii ndizi labda inauzwa 10,000, bibi anapewa 500. Haruhusiwi kukata huu mgomba, anatakiwa kuwekea mbolea mpaka mwaka uishi. Hii ndizi hii imenunuliwa na mama fulani muuza ndizi, inafungwa kamba, itakaa. Hata upepo ukija hauanguki. Lakini zile ndizi ambazo hazijafungwa kamba, ambazo ukisikia njaa utaenda ule, zote kimbunga tu kikija zote zimeanguka. Shamba la kahawa, tulikuwa tunavuna kahawa. Yani kabla mavuno hayajafika, wale wanunuzi wa kahawa, walanguzi, wanakuja, babu anawafuata mwenyewe. Wananua kahawa, zinavunwa mwezi wa 6, babu anauza mwezi wa 5. Anasema hiki kipande chote hiki nakuuzia. Yani hiki kipande kikilimwa chote, kikivunwa kahawa inaweza kaleta hata 200,000. Babu anapewa 25,000. Alafu mimi na babu tunakuwa walinzi sasa wa kahawa za jirani, tunalimia. Alafu jirani akija huko alivyo mbaya sasa, anavyotukana, we Mosha, mbona hizi kahawa zangu hamzilimii vizuri? Mlikula hela zangu, mnafikiri niliokota? Tunatukana shambani kwetu wenyewe na kahawa zetu wenyewe, lakini tumeuza. Tunaenda tunachukua. Sikuwahi kuona mbuzi kwetu wa kwetu. Babu na bibi wanaenda kwa jirani, wanachukua mbuzi wa kuazima. Kitoto cha kwanza kikizaliwa ni cha mwenye mbuzi, kitoto cha pili kikizaliwa ni cha bibi. Yani vile vitoto vya mwenye kikizaliwa kina afya, kina ruka ni kindama. Cha kwetu kikizaliwa kina minyoo, mwisho unakuja asubuhi kimekufa. Sasa bibi alichokuwa anafanya, wangapi wameelewa ninachosema? Bila kujua siri. Wewe siku hizi neema ufugi mbuzi, lakini bado kuna utajiri wako, na wenyewe unakufa kama wale mbuzi wa babu. Ndio akanielezea, bibi yako alikata shamba la watu, wakamlaani, wakasema hata wahi kufanikiwa. Alafu babu yako alikuwa yatima, alipotafuta mke wa kuoa akaacha, akakosa, akaenda kuoa huyo dada. Alafu wale watu wakijia wakasema, sasa tutamjuaje kwamba aliyekata atakuwa maskini? Lakini tutamjuaje? Apate kidonda ndugu. Zamani kilikuwa kama kansa.
Bibi from nowhere, ni mdada mkubwa, alikuwa mrefu mzuri, ghafla akatokewa na kidonda kwenye mguu. Kidonda hakiponi. Mwezi wa pili wa tatu, bibi anafunika anaficha, mguu kaanza kujikunja hivi. Kwa hiyo bibi akitembea inabidi unatembea kama unafahamu kaa wa mtoni wewe. Wakajua huyu mshenzi ndiye aliyekata nini lile shamba. Akachukiwa na watu wote. Nilipokuwa namuoa mke wangu, wewe fikiria bibi amefanya hivyo vitu wakati namuoa mke wangu, bibi ana miaka 90. Waovu wanazeeka. Ukoo ukalia. Mama yake mkubwa na mke wangu alikuwa ni kichaa. Akasimama akasema, nyie washenzi, mnataka kwenda kumwacha huyu binti yetu akaolewe pale kwenye laana. Akasema, hote mliulia, hote ile nyumba ni kwenye laana, yule bibi ana laana. Tumekemea, tumetembea kwenye umaskini usioisha, kumbe chanzo ni bibi. Wewe chanzo ni nini kinashughulika na maisha yako? Kuombea vyanzo, kuvijua vyanzo. Na jambo la mwisho ambalo nitaka nilisisitize, kutoa muda wa kutosha. Kutoa muda wa kutosha. Wa kushughulika na matatizo yako mpaka yameisha. Usikubali matatizo ya kwenu uyatibu nusu. Ukiyatibu matatizo nusu, unatengeneza mlango wa kuchoka mbeleni. Jamani, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na hakuna kitu kibaya kama kuchoka kwenye safari ya imani. Gideon alimwambia Bwana, kama Bwana alikuwa pamoja na sisi, kwa nini mambo haya yametupata? Nimejitahidi Mungu, nimeacha kwenda kwa waganga. Nilijaribu kwenda, kuna mtu msimisho mmoja nilikuwa naongea naye, sema nilienda kwa waganga. Yeye ni mtu kutoka huko Mara, akasema nikapelekwa mpaka visiwani, nikazindikwa, nikalazwa mpaka makaburini na wapi, lakini bado nikafeli. Sasa nimekuja tena kwa Yesu, ninaamini ndoto yangu itatimia, tena bado ninafeli. Akasema sasa hivi nimeamua kumlingana Mungu, kama Mungu hatafanya basi mimi sina neno. Amen. Nikamwambia afadhali Mungu yeye sio kama wanadamu na sio kama waganga. Waga anafanya, na Mungu asipofanya huwa anakuambia kwa nini hajafanya. Leo tuna vitu vingi ambavyo tumebaki navyo. Tunatembea kwenye maombi ambayo hayaleti majibu. Tunazurura kwa wahubiri na kutafuta wahubiri watusaidie, lakini tunabaki maskini. Tunabaki wagumba. Tunabaki wenye shida. Ni kwa sababu hatujavijua vyanzo vya matatizo yetu. Ukivijua vyanzo unavidili navyo. Alafu kuna watu wanafikiria, jamani Bwana asifiwe sana, kwamba unaweza kumshinda shetani ukamkimbia. Jambo la mwisho nilisema hapo, hakikisha unadumu. Ukipata upenyo, andika hiki kitu. Ukipata upenyo wa kutoka kwenye matatizo yale, dumu kwenye lile fundisho. Watu wengine huwa wanarudiwa na matatizo yao kwa sababu wanapopata upenyo wa kutoka kwenye matatizo yao, wakisha saidiwa na Bwana wanarudi kwenye maisha yao ya zamani. Ukipata upenyo wa kutoka kwenye lile tatizo lako, dumu kwenye lile fundisho lililokuletea ushindi. Dumu kwenye ile madhabahu iliyokupa neema. Dumu na wale watu ambao walikusaidia. Sio kimwili, kiroho. Maana mtu yeyote anaweza kusaidia kimwili, lakini dumu na watu waliokupa maarifa ya rohoni. Jamani Bwana asifiwe sana.
Nimewaona watu wengi sana wakiisha kufanikiwa ndio wanahama kanisa. Na sizungumzi Moria, na maanisha popote ulipo. Maana hata wewe sio hujaokokea Moria, uliokokea huko ukaja hapa. Lakini kama Mungu amekuleta hapa kwa kusudi, na unajua huu ni mpango wa Mungu kuwepo Moria, baada ya kuwepo hapa na Mungu akakusaidia kuwepo, usiondoke kwenye lile fundisho. Kuna watu Mungu amewasaidia kwa kuwafundisha kutoa sadaka. Nilikuwa nimezungumza sana habari ya sadaka na elimu ya sadaka, si ndio? Ukaanza kujifunza kuomba, kutoa sadaka, na ukafika mahali hata uwezi. Unajua ni vigumu sana kutoa fungu la 10 kwenye kila kitu chako. Wakati mwingine unafika, lakini unaenda kwenye 90%. Watu ambao waga ni rahisi kutoa fungu la 10 ni wafanyakazi tu wanaolipwa mshahara. Lakini wafanya biashara ni mtihani mgumu kweli kweli. Maana leo atapata ile kabla hajakusanya hata ajue alipata shilingi ngapi na alishatumia. Lakini mfanyakazi anajua na mshahara wa 10,000, fungu la 10 ni 1,000. Unakuwa mwaminifu kwenye hicho kitu. Mungu akianza kufungua milango na nini, unaona zimekuwa nyingi. Nilikuwa na baba mmoja alikuwa ni mtu wa kuchimba madini. Na huyu baba alikuwa kanisani kama baba Alfa hapa. Lakini huyu baba akawa yeye anaona kutoa sadaka na fungu la 10 ni kama ni tatizo. Ni shida. Na anaona kama ni za kuwapa watu. Sasa kipindi fulani nikafundisha sadaka zilivyo baraka kanisani. Na yeye kule kanisani Moria Mererani alikuwa ni mzee wa kanisa, baadaye akawa ndio mchungaji wangu kiongozi msaidizi. Alikuwa mchungaji msaidizi, mtu wa karibu na mimi. Ana mali, alikuwa na vigari na biashara na kimgodi. Lakini hana hela. Yeye kila siku anajikuta na madeni. Hata akipata mawe kidogo ana madeni. Ana maisha yasiyoisha, matatizo. Akaniambia, Bishop, naomba unisaidie. Nikamuuliza swali la kwanza, unatoaga fungu la 10? Akasema kwa kweli sijawahi kutoa na hata sionagi kama ni muhimu. Mimi natoaga tu sadaka. Nikamwambia, sikiliza, usipotoa fungu la 10, sadaka mali zako hazina ulinzi. Sasa ni wewe uamue kutoa fungu la 10 ama usiamue kutoa fungu la 10. Akasema siwezaki kutoa, nikipata nasikia moyo unaniuma. Ninaona ni nyingi. Nikamwambia, umepata 2,000,000, fungu la 10 ni 200,000, unaziona ni nyingi, alafu unaendesha gari lako linagonga jiwe, difu inavunjika, ni ya 700,000. Kwa hiyo utailipa tu. Yeye usipotoa fungu la 10 utalipa tu. Fundi anakuja na kuambia hapa, unajua imeua bearing mzee, imeua hiki na hiki, kwa ni ya kununua. Fundi mwenyewe tu ufundi wa kushusha mashine ni 200,000. Tayari kwanza unampa fundi kwanza fungu la 10 lake kwanza. Nikamwambia, au umekaa hapo unashangaa ulikuwa unatafuna tu mfupa, jino likavunjika. Huyo tibu mpaka Muhimbili, unatumia 3 milioni 4 na fungu la 10 ilikuwa ni 70,000 tu ya 700,000 yako. Nikamwambia, watu wa dunia huwa wanakuwa waaminifu kwa mashetani na waganga. Mganga akimwambia ukipata wewe unaleta, kosei. Lakini ikiwa tu ni la Mungu hawataki. Lakini anayezuia wasitaki ni nani? Ni shetani. Analeta giza kwenye mapato. Alafu anakuambia hizi hela unatajirisha misioni. Lakini Mungu ndiye aliyechagua pesa za sadaka na mafungu ya 10 zipelekwe kanisani. Sio wachungaji walichagua. Jamani, mnanisikia vizuri eh? Niliwaambia siku nyingine watu hawalalamikiagi breweries. Hawalalamikia breweries. Kama kuna kampuni inayotajirika kwa kupewa masadaka na mafungu ya 10 ya walevi wengi wa Tanzania ni breweries. Ndio shirika tajiri kuliko yote na sigareti. Lakini utasikia mtu analalamika, najua hawa breweries wanatufilisi, konyagi wanatufilisi. Lakini wakiona kanisa kama haka, mchungaji naona pala ndesha mbona ile ngari yetu ile ni pesa yetu ile. Wewe umetoa shilingi ngapi hapo? Maisha ni consumers. Maisha yanakula na kuproduce. Ni producing, ni provision na consuming, na consumption. Yaani wewe si unaenda una pikipiki unaenda kuweka mafuta Shell. Ukiweka lita 2 10,000, umeenda unapakia abiria 20 unapata 40,000. Lakini ukimaliza tairi naisha, lazima ende tena dukani ukanunue. Tunapeana. Yaani usipompa mchungaji utampa mwingine.